Kwa hiyo lazima tuje na solutions za kisheria. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba. Anasema bado nitakuja kivingine. Lazima tumkamate. Nitafanya hii kazi. Nitasimama na nyie mpaka Tanzania iwe liberated. Nitasimama na nyie mpaka tupate uhuru. Naomba msinitilie mimi mashaka kwamba mimi naweza nikawageuka leo au kesho. Mimi sio hao ndugu zangu. Mimi siwezi kuwageuka. Mimi niko na nyie ndugu zangu. Kama that means nitakufa maskini, kama that means whatever. Yani mimi niko na nyie mpaka either Tanzania iwe liberated au wanitumie hao watu wao waniue. That's the only way tutaachana. Mimi sasa hivi ndio kwenye umbea. Naambia nini watoto? Damu za watoto zopotea. How do I just move on from this? Dada yenu wa taifa iko na nyie. Dada yenu wa taifa iko na nyie. We're gonna see this through together. Mungu atatuguide mpaka mwisho. Lakini nachotaka kusema ni kwamba do not give up. Hakuna kugive up. Lazima tuipiganie nchi yetu mpaka tuipate. Kama that means watatuua wote milioni 60, so be it. Whatever it takes. Hatuachi hiyo nchi wala turudi nyuma. Mimi nakwambia DPP, huyu lazima tumkamate. Tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States. Tuangalie tu, tutafikiri tu. Lakini hawezi yule kututambia kwa kiwango hicho. Yani ana admit kwamba hicho yeye ameengineer kukifanya na bado atafanya zaidi. Sasa sisi tunamwachaje? Baada ya Mange Kimambi kupata ripoti kutoka Tanzania kuwa hapende asipende anatafutwa kwa njia zozote zile mpaka apatikane, aweze kukwamishwa, aweze kunyamazishwa ili sauti yake isisikike tena. Naye pia ameweza kutokelezea kwa ushujaa na amesema, mimi sirudi nyuma, siwezi kufa moyo, mimi sio kama hao wenzetu wako hapo Tanzania ambao wakisikia kidogo wamesanya masa, mambo yote imeisha na nchi inaendelea kuharibika. Leo au kesho. Mimi sio hao ndugu zangu. Mimi siwezi kuwageuka. Mimi niko na nyie ndugu zangu. Kama that means nitakufa maskini, kama that means whatever. Yani mimi niko na nyie mpaka either Tanzania iwe liberated au wanitumie hao watu wao waniue. That's the only way tutaachana. You know, there are some people ukiwasikiliza wanapozungumza, especially hawa wanaharakati, sio Mange Kimambi peke yake. Kuna huyu pia mwingine na kuwekea video yake usikie hapa. Nitauawa, nitakufa, hatuwezi kuishi milele. Tunaishi kila siku tumezingirwa na kifo. Vifo vipo vya aina nyingi. Utaweza ukafa kwa ajali, utaweza ukafa kwa ugonjwa, utaweza ukafa kwa kuuawa. Kifo kimetuzunguka kwa kifupi. So, uongee usiongee, you would die. Huwezi kuishi milele. Na uoga ni kitu ambacho kinakuwa funded sana hapo Tanzania. Yani watu wanakuwa wanaogopa. Kuna watu waliogopa kuandamana lakini waliuliwa nyumbani kwao, labda wamekaa tu ndani. Nimeona video nyingi wengine wameuawa tu nyumbani, umekaa kifo kimekufuata nyumbani. So kwa kuogopa au kwa kuongea au hiyo haiwezi kukusababishia ukafa au kuuliwa. Ni jinsi ambavyo umepangiwa kufa. Dunia imeharibika, sio tu Tanzania, dunia iko kwenye hali mbaya. Tumeona watu wameuawa South Sudan, nchi nzima. Sio wanasiasa, sio wanaharakati, sio watu wa dini. Wamekufa wote.
So ukikaa hapo na dukuduku lako au na mamilioni yako ukasema ukamue fulani au na wewe mwenyewe umekaa hapa unatamia mtu aje akuue, either ways there will be an end to your life one day. Haijalishi utaondoka vipi. Kwa hiyo kama una dukuduku lako, ukiamua kukaa nalo ukae nalo, ukiamua kulitoa litoe, kwa sababu kifo kiko tu. Kwa hiyo msijali kuhusu mimi. I'm fine. Huko kuna vyombo vya usalama. Nina taarifa kwamba tunaishi kwenye nchi ya kigaidi. And tushajisalimisha kwamba anything can happen to me, so yeah, lakini sio kwamba nategemea mwanadamu anilinde. Nategemea Mungu anilinde, na ile siku yangu ikifika kuondoka, haijalishi nitaondokaje. At least mmenijua. Amesema liwe litakalokuwa. It's either wanikuchie, wanipepe, wanipeleke kuniua kama vile wengine wamekufa. Nikaangalia mpaka nikasema chameni, huku ni kuchoka ambako watu wamechoka na hii serikali ama kuna nini? Because Mange Kimambi ameekelelewa na imeonekana kuwa maandamano yaliyofanyika Tanzania yote yeye ndiye aliyesababisha. Yeye ndiye amefuel mpaka watu wakaenda kuandamana. Hivyo ndivyo imeonekana. But katika harakati zangu kuna watu kadhaa nilikuwa nazungumza nao. Nikapata watu wengine they don't even know who is Mange Kimambi. Watanzania wengine hawamjui. Wengine wameanza kumjua tangu juzi maandamano ikiwa. Ndio walianza kuona Mange Kimambi, Mange Kimambi, Mange Kimambi. Sasa swali ni, hawa watu wote waliotokea barabarani, Mange Kimambi ndiye aliwasawishi, ndiye aliwaambia waende kuandamana? Ama hawa watu ambao walienda kuandamana wamechoka na uongozi wa Mama Samia? Hilo ndio swali. Because sometimes I fail to understand. The same way huyu mzee ambaye anazungumza hapo anasema that nika mtu tu eti kana kaa sijui namna gani tutakaendea na tukaleta tukamalizie. Vile anasema yeye mwenyewe haelewi vile hata kanakaa vile kanaweza mobilize Tanzania mzima. Na mimi nashangaa hivyo. Is it true that Mange Kimambi peke yake ndiye ameweza kumobilize Watanzania wote mpaka wakaingia barabarani? Swali hilo. Kuna mambo kadhaa ambayo ukijaribu kuangalia vizuri serikali haitaki wananchi waweze kujua. Na ndio sasa wanaweza wakafanya mbinu zozote zile, wakatafuta njia yoyote ile, mtu yeyote yule mwenye watamtwika huo mzigo abebe, waseme yeye ndiye amesababisha. Watu wengine wako sawa, wako safi. Maana mimi nilikuwa najaribu kupitia hata comments, ninaangalia comments za Watanzania wengi, ukiona wanasema Samia ametusumbua, Samia ametusumbua. Ni wachache sana ambao ninaona wanasema Mange Kimambi amefanya vibaya, lakini wengi wanaraumu Samia. Ndio sasa nafika hapo ninauliza, sasa kati ya hawa wananchi wote ambao wameenda kuandamana na Mange Kimambi, nani aliambia mwingine atoke nje andamane? Ama kuna vile wananchi wenyewe wamechoka, waliposikia pia sauti ikiwaambia tumechoka tuende, wakaenda? Because you know when you are a leader, always huwa tunaambiwa you lead by example. So this Mange Kimambi is in America, just talking, kuongea tu ndiko kumeondoa wale watu wote kwa manyumba yao wakaenda kuandamana. Swali hilo. Halafu tena Samia Suluhu yeye akasema walioenda kuandamana sio wa Tanzania, ni wa Kenya.
So Mange Kimambi alipokuwa anazungumza, alikuwa na address wa Tanzania ama alikuwa na address wa Kenya? Akiwaambia hoya, nyinyi wa Kenya, toka huko kwenu njoo Tanzania muandamane. Na kuna Wakenya wengine hata sasa hivi vile tunazungumza hawamjui Mange Kimambi hata kidogo, hata hawamfahamu, hata hawajui kama kuna mtu anaitwa hivyo. Sasa kama wamekubali that Mange Kimambi aliincite wa Tanzania waende maandamano, then it means wameweka X kwa ile maneno ya Samia that ni viumbe vimetoka sijui wapi vimekuja kuandamana nchini kwao. Exactly. So hakuna watu wenye walitoka sijui kutoka Kenya sijui wapi wameenda kuandamana Tanzania. Hakuna. Ni wa Tanzania wenyewe. Na from the root of things wamechoka. You know there comes a times punda anapepa mzigo, anavumilia, anapigwa, akifukuzwa na mzigo, anafika mahali mpaka anasikia enough is enough. Punda amechoka. Akichoka analala chini. Mzigo kwa mgongo, amelala chini. Umpige, umtandike, ufanye nini, hainuki. Kumaanisha amechoka. Na hiyo ndio roho yenye ninaona sasa hivi Watanzania wako nayo. Maana sio Mange Kimambi peke yake. Na msikia akisema hatuchoki, hata wakituua we don't care. Sio Mange Kimambi peke yake. Wengine wako hapa. Na nimesikia a lot of them wakizungumza, hata wakicha waniue mimi sina haja. Which means mtu mwenye anazungumza hivyo na anajua ni maisha yake, anazungumza kuhusu hata wakiniua mimi sitaki, I don't care. Huyo mtu amechoka.